Habari gani ndugu mpenzi msikilizaji wa simulizi, na leo ni matumaini yangu ya kwamba uko vizuri, na ndio maana nimepata kibali cha kuweza kusikiliza simulizi hii. Simulizi yetu ya leo inaitwa Lango la Kuzimu. Lango la Kuzimu. Asema ule mlango waliozani ya kwamba ni mlango wa kuingia mbinguni, huwezi kuamini ndio ule mlango ambao unaenda moja kwa moja kuzimu. Mwandalizi na mtunzi wa simulizi hii ni Emmanuel Isaya. Asubuhi na mapema mama alinikongea mlango. Nilihisi kama anaota vile. Ile nilipotuliza kichwa na kutoa wengi la usingizi, nikabaini ya kuwa mlango ulikuwa unagongwa. Kwa hasira mama akasema na kwa sauti ya kugombeza, akaniita, "Patrick!" Nililuka kitandani kama chura alivyorukia mtoni. Kwa sauti ya uoga nikaitikia, "Naam." Mama akasema, "Hivi unalala mpaka muda huu? Leo siku gani?" Aliongea kwa ukali. Nilikuwa naogopa. Nikasema, "Jumapili mama." Ndipo akanirudia yale maneno niliyokwisha kuzungumza huko kibonyeza pua. Akasema, "Eti Jumapili? Pumbavu wewe. Bado umelala? Tena utoke humo kabla sijageukia upande wa pili." Akanisonya, kisha nikasikia hatua za kanda mbili kuonyesha kwamba ameondoka. Nilishusha pumzi yangu, ndipo nikafungua mlango. Moyoni mwangu nilikuwa nasikia sauti ya ule wimbo unaoimbwa, "Ibada njema inaanzia nyumbani." Ulikuwa ukijirudia rudia, ndipo nikajisemea mwenyewe, eti ibada njema inaanzia nyumbani na sio kwa matusi ya asubuhi. Sikutaka shauri sana. Nilichukua mswaki niasafishe meno yangu kama zisemavyo kanuni za afya na usafi. Ndani ya dakika 30 tulikuwa tayari kuianza safari kuelekea nyumba ya ibada. Mungu alikuwa amembariki sana baba yangu, kamjalia kupata usafiri wa gari. Nilijivunia hilo. Nasema hivyo tuliingia kwenye gari na safari ikaanza kuelekea kanisani. Jumapili hii nilikuwa na shauku ya kusikia neno la Mungu. Niliona kama hatufiki kabisa ibadani. Kutokana na foleni njiani, niliamua kuchukua Biblia yangu. Kabla sijafungua nikasikia sauti ikisema, "Fungua Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 34." Nikajua ni mama yangu ndiye aliyenisemesha. Nikauliza, "Mama, kwa nini Wakorintho?" Mama akasema, "Nini na wewe?" Nikasema, "Mama, si umeniambia nisome Wakorintho lakini wewe?" Akasema, "Hata kama ni mawazo ya Mungu, sio hivyo. Mimi nimekusemesha saa ngapi?" Nikasema, nikaona isiwe tabu. Nikafungua Wakorintho hiyo na moja kwa moja nikaanza kusoma. Neno katika Wakorintho kwa nasema, "Wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruksa kunena, bali watii kama vile inenavyo torati nayo." Sikutilia maanani maneno hayo. Nikaendelea kusoma hapo mpaka mstari wa 40. Nikafunga Biblia yangu. Lakini nikasikia sauti ikisema, "Fungua Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12." Nikajiuliza, mama ndiye anayeniambia maneno haya au ni nani? Sikutaka kumsumbua zaidi. Nikafungua pale nilipokuwa nimeelekezwa. Na neno lilikuwa limesema, "Simpi mwanamke ruksa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu." Baada ya kusoma hilo fungu, ndipo akili yangu ikaanza kucheza. Kwa nini hapa tu? Kwa sababu kanisani kwetu hatukuwa na desturi hizo. Sikuwaza sana. Nikajua ni mawazo tu. Hatimaye tulifika kanisani. Tulishuka na kuingia kanisani. Kwa sababu ya foleni tulichelewa na kukuta ibada ya sifa ikiendelea. Nilitafuta siti, nikakaa, nikajikabidhi mbele za Mungu, kisha nikajiunga na ibada ya sifa. Taratibu ziliendelea, kisha muda wa mchungaji ulifika. Basi akaitwa mimbarani kutulisha neno. Tena nilikuwa na njaa ya neno. Muda huo niliutamani sana. Mchungaji akaja mbele bila Biblia. Amekuja tofauti na vile ambavyo tumezoea. Mchungaji hakuja na Biblia wala nini. Akasimama mbele akasalimu, "Bwana Yesu asifiwe kanisa." Kwa furaha sote tukaitikia, "Amina." Na makofi yakafuatia. Mchungaji akasema, "Leo nataka niwafanyie surprise moja tamu sana." Watu tukatulia, nyuso zikimetameta kwa furaha.
Wengi tulikuwa tunacheka kwa sababu mchungaji alikuwa anaongea akiwa na furaha sana. Nasi tukajua surprise hiyo ni nzuri kwetu. Akaendelea kusema, leo sitahubiri mimi hapa mbele. Nyuso za mshangao na viulizo zikajionyesha waziwazi. Kila mtu akataka kujua ni nani aliye kuja kuhubiri leo mpaka mchungaji kamruhusu. Mchungaji akasema, najua mnajiuliza ni nani huyo, na wengine mna wasiwasi. Msiogope. Yesu aliyekuwa ndani ya Petro yule alikuwa kwa Paulo na watu wengine. Kwa hiyo sisi ni wana wa baba moja, Mungu mmoja. Mtakula na kushiba kabisa. Kanisa likaitikia amina baada ya kuambiwa maneno matamu na mchungaji. Ndipo mchungaji mpya alipoingia, macho alinitoka na ndipo nilipokumbuka neno lililosoma asubuhi kuhusu mwanamke. Mchungaji mpya alikuwa mwanamke. Sikutaka kuamini ati mambo yale niliyokuwa namsikia rafiki yangu Elisha akiyasema leo yameingia kanisani kwetu. Mwanamke kuhubiri kweli? Wakati tumebaki na mshangao sana. Kwa wengine tulibakia na mshangao sana kwa tukio hilo. Moyoni nikasema, hakika ni surprise. Maana ni kitu ambacho sikutarajia, na sio mimi tu bali ni wengine wengi. Kwa kuwa moyo wa mtu ni kichaka, ilibakia siri ya kila mtu pale kanisani. Mwanamke huyo alianza kuhubiri, ila mimi nilikuwa na maswali kibao sana, kwani pastor hajasoma Wakorintho 14 Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 34. Na kama amesoma, basi nitamfuata baada ya ibada kumuuliza anipe majibu ya maswali yangu. Hamu yote na shauku ya kuja ibadani ikakauka kau baada ya kubaini neno moja wapo limevunjwa na ndani ya kanisa lile tunaodai kwamba tunadai kwamba tunamwabudu Mungu wakati tunazitengua amri na maagizo yake. Hakuna marefu yasiyokuwa na insha, tena kila chenye mwanzo lazima kiwe na mwisho. Ibada iliisha. Jambo la kwanza nililoomba mashemasi niweze kuonana na mchungaji. Siku hiyo mchungaji alikuwa na maswali mengi ya kujibu. Baada ya kuona maswali ni mengi, wazo alilokuwa nalo alitukusanya pamoja, kisha akasema, najua baadhi yenu maandiko yanapinga mwanamke kusimama mimbarani, ila kwa huyu wa leo nilipokea maagizo toka juu. Kwa hiyo tusubiri Jumamosi, nitajibia zaidi jambo hilo. Sikuona alilolifanya zaidi ya kuzima moto tu. Aliyoyasema hayo alikuwa anatuliza mawimbi na kukimbia maswali mengi zaidi. Katika kundi la watu waliokwenda kwa mchungaji, kijana nilikuwa mimi tu. Mchungaji alishangaa sana. Wakati tunatawanyika akaniita Patrick, nikaitika naam. Nilitika haraka. Akasema, "Hebu njoo mara moja." Siku 6 nikarudi kumsikiliza. Akasema, "Hebu njoo ndani kabisa." Tuliingia ndani ya ofisi, nikamkuta mchungaji Mariam ameketi ndani ya nafsi yangu nikajiuliza, Mariam, hujasoma kwamba huna ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume? Mawazo yangu yakakatishwa na mchungaji aliponiambia, "Keti Patrick." Macho yangu na mawazo yote yalikuwa kwa Mariam. Ameinamia Biblia akisoma, wakati nimemwambia hana ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume. Basi au ni maneno ya Patrick anayazungumza, na anataka kutuambia nini kwenye simulizi ya leo, ati ya kwamba lango la kuzimu? Patrick anaendelea kusema, niliketi chini kama nilivyoelekezwa na mchungaji wangu. Alinitazama kwa muda kidogo, kisha akasema, unaweza kuniambia pale nje ulibaki kufanya nini? Hata siku 6. Nikasema, nimebaki pale kupewa majibu kuhusu mchungaji huyu. Nikamnyoshea Madam Mariam. Nilimwangalia Mariam naye akaniangalia, macho yetu yakakutana. Sikuogopa kwani nilikuwa ninasimamia neno la Mungu. Mchungaji akaniuliza, unaelewa nini kuhusu mwanamke kuhubiri?
Nilijua ameniuliza kwa mtego swali hilo. Nikasema Biblia imekemea kabisa jambo hilo. Akasema, bila shaka umesoma Wakorinto na Timotheo. Nikashangaa kabisa kwamba anajua imeandikwa. Bila shaka nikajua anayo majibu mazuri kujibu hilo. Nikasema ndio mchungaji, nimesoma hapo ulipotaja. Mchungaji akatabasamu kidogo kisha akasema, unajua Biblia? Unao Biblia hapo? Nikasema ndio ninayo. Nilijibu nikifungua begi langu ili nitoe Biblia yangu. Mchungaji akasema, fungua Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 6. Haraka nikafungua pale aliposoma nikasoma kimya kimya, na hapo ilikuwa imeandikwa kwamba, lakini nasema haya kwa kutoa idhini yangu, si kwa amri. Ndipo nilipomaliza nikamwangalia. Akasema, Patrick, kuna mambo Paulo alikuwa anayaongea na kuandika akitoa ushauri kwa kanisa la wakati ule, akiwaonya wanawake wa kipindi kile, na sio kwamba ni wakati wote. Moyo wangu haukulizishwa na majibu ya mchungaji. Ndipo nikapata swali kichwani mwangu. Nikauliza mchungaji, fungu la Petro wa pili mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 20 mpaka 21. Mchungaji aliniangalia kwa makini sana kisha akafungua hiyo Petro. Alichokutana nacho aliguna tu kwa muda kisha akasema, kumbuka aliyeruhusu mimi kuwa mchungaji ni Roho Mtakatifu. Ndiye katupatia ufunuo huu wa mwanamke kuhubiri. Nikaisikia ile sauti niliyosikia asubuhi ikisema nami, mwambie afungue Wagalatia wa kwanza sura ya mstari wa 8 mpaka wa 9. Sikutaka kuzungumza zaidi. Nikauliza, vipi kuhusu Wagalatia wa kwanza mstari wa 8 mpaka wa 9. Mchungaji Mariam akanikazia macho kisha akasema, kijana, kwani wewe unataka nini? Nikasema kwa ujasiri kabisa, nataka neno la Mungu lifuatwe. Mchungaji akaniangalia, akaingilia kati, akasema, Patrick, mimi ndiye mchungaji wako. Huwezi kuwa na ufunuo kunizidi. Jaribu kunielewa. Nikasema sawa, lakini limeandikwa, mtu akiondoa hata neno moja la unabii wa Biblia ataondolewa kwenye mji mtakatifu na sehemu ya Mungu. Sasa mimi siwezi kukubali kuondolewa kwa Mungu. Najua hamna kitu cha kufanya wala neno la kushawishi na kutengua neno la Mungu. Huko ni kujilisha upepo tu. Mimi naenda mchungaji wangu. Nitarudi ukipata majibu maswali yangu hayo. Kila laheri mchungaji Mariam. Basi sijui walibaki kusema nini, ila mimi nilimaliza hivyo. Nilipotoka ofisini, simu ya kwanza kupokea ni simu ya baba yangu. Akanambia, uko wapi Patrick? Nikasema nilibaki kanisani kuzungumza na mchungaji mara moja. Nimetoka ofisini, sasa ninakuja. Jambo hilo lilimshangaza baba zaidi. Hakulazia damu. Akaniuliza, tangu lini ukawa na mazungumzo na mchungaji? Nikasema, baba, mengine tutazungumza huko nyumbani. Baba yangu ni muelewa na wala hana mambo mengi. Akasema sawa, uwahi kufika. Nikajibu sawa baba. Sikuwa na haraka sana. Niliamua kukatiza mitaa ili niwahi kufika nyumbani. Kuna umbali kidogo kufika nyumbani. Hata hivyo, niliamua kwenda kwa mguu nikiwa na rundo la maswali kichwani mwangu. Nilijiuliza, kwa nini watumishi kukubali kufuga uovu huu na laana hii? Nikakumbuka rafiki yangu aliwahi kuniambia kuwa nabii wa kizazi hiki anayeitwa Branham aliwahi kusema, viongozi wengi wa makanisa ndio watakao wapeleka watu wengi kuzimu. Hakika kama hili hawajaliona. Kuvaa suruali imekuwa fashion kwa wanawake. Muda si muda gauni na sketi zitaotoweka. Mungu, nisaidie kujua ukweli wa haya yote na unisaidie kuishika hiyo kweli. Nilifika nyumbani nimechoka sana. Hata hamu ya kula sikuwa nayo. Nilipitiliza bafuni kuoga, na baada ya kuoga nikalala bila ya kula. Wakati nimelala chumbani mwangu, ghafla nilimuona Branham kwenye ndoto akisema, kamwe sijaja kuwashawishi watu wanifuate, bali kuwarejesha kwenye neno la msingi wa ufunuo wa Mungu.
Nikakurupuka haraka sana, ndipo nikajua kuwa Elisha alikuwa sahihi juu ya habari za Branham. Hapo ndipo nilipoamua kuchukua maamuzi ya kuachana na madhehebu na kuwa mwaminio. Mpaka sasa nimebaini kuwa lango la kuzimu si baa tu, si kubeti, si uchafu wote huo, bali lango la kuzimu litakaloingiza watu wengi ni madhehebu ya kidini. Kwani madhehebu si mpango wa Mungu, bali shetani kulipotosha neno la Mungu. Biblia imesema waziwazi katika kitabu cha Wathesalonike wa pili mstari wa 2, ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 4, kwamba shetani naye ameketi hekaluni akiabudiwa kama Mungu. Jambo analofanya ni kutengua neno na maandiko matakatifu. Ndiyo maana Mungu kamtuma Nabii Branham kuja kuzifunua siri zote zilizofichwa. Lango lile tuzanilo ni lango la mbinguni, ndilo lango kuu la kuzimu. Sasa mimi ni mwaminio na muamini Nabii William Marion Branham. Ameonyesha Yesu ni nani, jinsi ya kukutana naye. Asante kwa kusikiliza ushuhuda wangu wa maisha yangu. Mungu akubariki. Mtunzi wa simulizi hii ni Emmanuel Isaiah, ukipenda uniite Bro Isaiah. Na kutakia kila laheri na kushukuru pia kwa kusikiliza simulizi hii. Wenda kuna comment, kuna share, kuna chochote ambacho ungependa kusikiliza au kuniambia, you are most welcome. But all in all, tumuombe Mungu. Lango la kuzimu si yale ya machafu ambayo unayafanya, bali ni kile ambacho umekishikilia. Madhehebu ni njia pekee ambayo itameza watu wengi. Basi mimi nishie hapo, nikutakia wakati mwema. Asante sana.